Nimuita Mheshimiwa Naibu Waziri Hamisi Mohamed Mwinjuma. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti, na nikiri kuongea baada ya watu kama Kingu sio mchezo. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na afya iliyotuwezesha kukutana siku ya leo ya tarehe 4 ya mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026 kupokea bajeti ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo iliyosomwa na Mheshimiwa Waziri ndugu yangu Paul Makonda, kuijadili na kama italiridhia bunge lako tukufu kuipitisha na kuturuhusu tukafatu. Jambo moja ambalo ningeshindwa kuliacha kulisema katika muda wangu mfupi huo ni kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na najua tunamshukuru rais kila wakati, lakini ukweli ni kwamba Mheshimiwa Rais anafanya vitu vingi ambavyo itatuchukua pengine siku nzima kumuongelea yeye na ukubwa wa mambo anayofanya kwa nchi hii. Mambo matatu ambayo leo nataka kumshukuru nayo Mheshimiwa Rais. La kwanza ni jinsi anavyoifanya kazi aliyokabidhiwa na Watanzania kwa nguvu na akili zake zote. Jambo la pili ni la kibinafsi. Mimi nina watoto wawili wa kike, Malika na Ayana. Na kwa jinsi Mheshimiwa Rais anavyoifanya kazi ya kuiongoza nchi hii, anawaondolea mipaka watoto wetu wa kike ambao ni wajukuu zake, ya kwamba watoto wa kike wanaweza kufanya kazi yoyote ile wanayotaka duniani. Kwa hivyo tunamshukuru. Nichukue fursa hii Mwenyekiti kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutusaidia kulea wajukuu zake wa kike kwa vitendo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Lakini lingine, hili ni la kibinafsi. Nataka kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kunipa fursa ya kuwahudumia Watanzania wenzangu. Miaka mitatu na ushe sasa nimekuwa naibu waziri kwenye wizara hii, na nakiri kwamba nafahamu ya kwamba nakaa kwenye wizara hii kwa utashi na matakwa binafsi ya Mheshimiwa Rais, akinipa fursa ya kuwahudumia Watanzania wenzangu, na kwa hili namshukuru sana. Mimi niliyetoka kwetu Muheza nikiomba ridhaa ya wananchi wenzangu wa Muheza kuwatumikia na kuwawakilisha wao. Mheshimiwa Rais akaona anaweza kumsaidia na akanikasimia madaraka haya kama naibu waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo ili nimsaidie kufanya kazi ya nchi nzima. Hili ni deni kubwa, na namna pekee ambayo naamini kwamba naweza kulilipa ni kufanya kazi hii kwa akili na nguvu zangu zote na kuwa mwaminifu kwa Mheshimiwa Rais, na deni hili nitakwenda nalo kaburini. Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini pia niwashukuru wenzangu pale wizarani. Mheshimiwa Waziri ndugu yangu Paul Christian Makonda ambaye alimpokea mzee wangu Profesa Kabudi, na kabla yake mwalimu wangu Damas Numbaro, na kabla yake Mama Pindi Hazara Chana, na wenzangu wengine pale kama katibu mkuu ndugu yangu Gerson Msigwa, naibu katibu mkuu Metusela Ntonda, wakurugenzi na wakuu wa idara kwa ushirikiano mkubwa wanaotupa. Sasa hivi Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna waziri ambaye hands on eyes on. Niwaambie waheshimiwa wabunge, kazini kwangu kuna kazi kweli kweli sasa. Lakini bado tunaifanya kazi hii kwa utashi mkubwa kama ambavyo tumeaminiwa nayo kwa Mheshimiwa Rais, na kuifanya kwa ajili ya Watanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini nisiache kuwashukuru wananchi wenzangu wa Muheza kwa kuendelea kuniamini na kunipa ushirikiano wa hali ya juu. Wanajua kwamba wanaye mwakilishi na mimi ni mwenzao, na naendelea kuifanya kazi yao kwa uwezo wangu wote kwa jinsi ambavyo Mungu amenijalia. Naomba nijibu hoja chache tu ambazo zimeletwa kwetu na waheshimiwa wabunge toka asubuhi ya leo, wakati wakianza walipokuwa wakichangia hoja ya Mheshimiwa Waziri Paul Makonda ya jinsi ambavyo wangependa na wangeshauri wizara yetu inafaa kuendeshwa. Kwanza nikiri Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi ya kumsaidia kazi Rais Samia Suluhu Hassan ni kazi nzuri, kazi rahisi kwa sababu ya utashi na maono yake. Anasaidia kufanya kazi yako kuwa nyepesi, na hicho ndicho ambacho kwa amekifanya katika miaka yote mitatu ambayo mimi nimekuwa wizara hii.
na hata unaweza kuona ushahidi kwa wabunge na mawaziri wa wizara zote nyingine ambao wakija hapa wanaelezea jinsi ambavyo utashi wa Mheshimiwa Rais umekuwa ukiwarahisishia kazi yao. Mimi nimeingia kwenye wizara hii mwaka 2023, bajeti ya wizara hii ilikuwa bilioni 33. Hivi tunavyoongea ni bilioni, Mheshimiwa Waziri ameomba bajeti ya bilioni 525. Ongezeko la 1500. Sisemi ya kwamba halijawahi kutokea, lakini mimi silikumbuki. Na huu ni utashi wa Mheshimiwa Rais, na hivyo tunamuita mwanamichezo namba moja kwa sababu ya huu uwekezaji ambao amekuwa akiufanya kwenye nyanja za utamaduni, sanaa, michezo na hata habari. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nijielekeze kwenye hoja chache ambazo zililetwa na wabunge wakati wakichangia hoja hii, kabla sijamwachia Mheshimiwa Waziri ajimwaemwae na amalizie zilizobaki. Naomba nijibu hoja za Mheshimiwa Husna Sekiboko, mwenyekiti wa kamati ya Bunge, ambaye amekuwa akitusaidia sana yeye na kamati yake kutusimamia, kutupa maelekezo na miongozo na kufanya kazi yetu iwe rahisi. Hali kadhalika yeye alitoa pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa ambao umekuwa ukifanyika katika wizara hii, lakini moja ambalo tumelishika na tumeliandika chini na tutakwenda kulifanyia kazi ni kuhakikisha hakuna kigugumizi kwenye utoaji wa fedha za maandalizi ya michuano ya AFCON. Hii kwa sasa ni ajenda namba moja, na nimtoe wasiwasi Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo ya kwamba tunalifahamu na tunasisitizana humu ndani kwenye serikali, wizara zote ambazo kwa namna moja ama nyingine zina kitu cha kufanya kwenye AFCON, kuhakikisha hakuna kigugumizi kwenye utoaji wa fedha na miradi yote inayohusiana na AFCON inatekelezwa kwa wakati. Lakini hali kadhalika alizungumzia uwekezaji kwenye miundombinu ya michezo mingine kama mpira wa kikapu. Kweli tuna timu kama Dar City ya ndugu yangu Musa ambayo imekuwa na uwekezaji wa mtu binafsi na ambayo imefanya vizuri na imeitoa kimasomaso nchi yetu. Ukweli ni kwamba hata mradi wa viwanja changamani ule wa Dar es Salaam miongoni mwa miradi inayotekelezwa pale ni uwanja wa ndani ambao unakwenda kuchezwa michezo kama basketball. Lakini hali kadhalika ujenzi wa arena ambao Mheshimiwa Waziri ameniambia atakuja kuizungumzia ni jambo ambalo limelenga kuhakikisha kwamba tunapata maeneo ya kufanya michezo yote ambayo inatakiwa kuchezwa ndani. Kwenye upande wa Mheshimiwa Clayton Chipando Baba Levo, moja ya mambo aliyosema ambayo nimemwomba Mheshimiwa Waziri nilijibu mimi ni kuhusiana na uwekezaji kwenye timu, kwamba tusiwekeze tu kwenye miundombinu kwa ajili ya AFCON, lakini tuhakikishe tunawekeza kwenye timu, tusije tukatia aibu wakati wa mashindano haya. Ukweli ni kwamba tunafahamu mashindano haya tunaandaa katika kutokea engo mbili. Ya kwanza ni kuhakikisha ya kwamba tunakuwa waandaaji wazuri kama host country, lakini la pili ni kuhakikisha tunakuwa washiriki wazuri hali kadhalika. Hata leo mchana wakati tumepata break hapa, nilikuwa mmoja wa watu tuliopoteza muda mwingi kuzungumza kuhusu mpira ni kocha wa timu ya taifa ndugu yangu Miguel Gamondi, na tulikuwa tunaongelea development ya mpira wa miguu, namna ambavyo tunaweza kupata wachezaji kutoka chini, tunaweza pamoja na mambo mengine kuhakikisha wachezaji wa ndani wanapata nafasi kwenye nafasi zote na kuimarisha timu yetu ya taifa. Kwa hilo hili tunalijua, tunafahamu kwamba tuna vitu viwili vya kuandaa. Tuandae mashindano yenyewe, lakini na tuandae timu yetu ya taifa ili tusije tukatia aibu. Mwingine ambaye ningependa kujibu hoja zake ni mama yangu Mheshimiwa Hadija Abud. Wakati anainuka kuchangia, nimwambia Mheshimiwa Waziri hapa, mama wa Kiswahili, kama ningekuwa na beti ningemwambia Mheshimiwa Waziri tuweke hela, asipochangia kuhusu Kiswahili mimi nakulipa. Na kweli akaja akazungumza mchango mzito kabisa kuhusiana na masuala ya Kiswahili. Amesema mambo mengi, lakini miongoni mwa mambo aliyosema ni kuhusiana na kwanza ushiriki wa Zanzibar kwenye maamuzi yanayohusu BAKITA. Tumechukua ushauri wake na tutaufanyia kazi. Lakini hali kadhalika kuhusiana na ugumu wa maneno mapya ambayo yanatengenezwa. Ukweli ni kwamba mimi binafsi napata shida sana kuhusiana na maneno haya ambayo BAKITA wamekaa kama kamati na kuamua neno hili litumike kwa jambo fulani. Neno meza kwa mfano halina uhusiano na kitu meza. Na neno meza ni neno la Kireno, hatukukaa tukaamua kwamba neno hili kwa sababu linatumika Kireno sisi tukae chini tutunge neno letu. Maneno yote yanatoka kiasilia
kwenye lugha, na yale ambayo yanakuwa rahisi kutumika yanarasimishwa na kuendelea kutumika kama maneno rasmi ya lugha hiyo. Kiingereza kimekuwa kikubwa kwa sababu ya kukopa maneno kutoka kwenye lugha nyingine kama Kijerumani, Kifaransa na Kilatino. Kiswahili hali kadhalika kimetoa maneno kutoka kwenye Kiarabu, Kireno, Kiingereza na kadhalika. Na hivyo Mheshimiwa Waziri ameagiza ya kwamba tukae na wenzetu wa BAKITA tujadiliane namna ambavyo maneno yatakayokubalika kurasimishwa kutumika kwenye lugha ya Kiswahili yawe maneno rafiki yanayoweza kukubalika na kuingia kwenye maneno ambayo yanatumika kikawaida. Kwa hiyo hili tutalifanyia kazi, na nimwahidi Mheshimiwa Aboud, kwanza asante sana kwa kugangamaa na Kiswahili kila wakati, kuhakikisha unatoa mchango na unakisimamia kweli kweli. Tunaona na tunashukuru kwa mchango wako mzuri, na sisi tutafanya yale ambayo umeyashauri. Najua Mheshimiwa Mwenyekiti, muda wangu umekwisha. Niombe waheshimiwa wabunge watupitishie bajeti hii ili twende tukafanye kazi ambayo tumekabidhiwa na Mheshimiwa Rais na ambao nyinyi mmekuwa mkisimamia. Mheshimiwa